Siku moja Uthman radhiallahu anhu ametueleza kisa kilichokuwa cha ajabu kabisa. Alielezea kisa cha kijana ambaye alikuwa akimwabudia Allah, kwa maana ya kwamba huyu kijana alikuwa anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yake. Kijana huyu alikuja akaitwa na mmoja katika kijakazi ambaye alikuwa ni mwanamke, akaambiwa aende katika nyumba fulani na huko anahitajika kwenda kushuhudia moja katika tukio. Basi yule kijana akafunga safari na akawa miongoni mwa wale ambao wenye kuelekea huko. Kijana huyu alipofika pale pamoja na yule kijakazi wa kike, alipoingia ndani ya nyumba, kila mlango ambao alikuwa akipita yule kijakazi wa kike alikuwa akiufunga nyuma yake. Basi alipofika katika chumba ndani ya ile nyumba, moja katika vyumba ambavyo vilikuwa ndani ya ile nyumba, akakutana na huyo ambaye ndio alikuwa mmiliki wa hiyo nyumba, ambaye alikuwa ni mwanamke, na akamwambia kwamba sikukuta wewe hapa isipokuwa kwa haya ambayo ninakueleza sasa hivi. Hujaje hapa kutokana na kwamba ninakuhitajia wewe ushuhudie katika tukio lolote, bali umekuja hapa ili uje kufanya haya ninakueleza. Moja, unywe pombe ambayo iko mbele yako; pili, ufanye zina na mimi; tatu, umuue kijana ambaye alikuwa mbele yako. Na inaonekana huyu mwanamke alikuwa ni mwanamke ambaye mwenye uwezo fulani, kiasi kwamba huyu kijana akajihisi ya kwamba hana njia ya kuweza kuepuka hayo isipokuwa achague moja katika hayo matatu ambayo litakayokuwa ni rahisi kwake mbele ya Mola wake, na akachagua kunywa pombe. Akapewa glasi moja ya pombe akanywa, na baada ya hapo ikaanza kumkolea, akapewa na glasi ya pili akanywa, na baada ya hapo akaomba na ya tatu akapewa, na baada ya kuwa amelewa moja kwa moja, hapo alifanya dhambi zote zilizokuwa zimebakia. Subhanallah, ni kisa ambacho kilichokuwa cha ajabu kabisa. Uthman radhiallahu anhu baada ya kutoa kisa hichi akasema, funzo ambalo tunajifunza kutokana na kisa hichi ni hivi. Alisema mbele ya watu, kwa hivyo epukeni pombe, kwani wallahi imani na uraibu ama addiction ya pombe havitakuwepo pamoja katika kifua cha binadamu, na muda si mrefu moja katika hizo itamfukuza mwenzake. Yaani moja katika hizo, pombe ama imani, itamfukuza mwenzake. Haviwezi hivyo vitu viwili kuwepo pamoja katika kifua cha mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuhitajia sisi tuweze kuzingatia mambo hayo katika maisha yetu, kwani tutakapokuwa hatuzingatii masuala haya ambayo yalikuwa muhimu kwenye maisha yetu, tutakuwa miongoni mwa wale ambao watakaokuwa hawapati radhi za Allah subhanahu wa ta'ala katika haya maisha duniani na kesho akhera, na tutapoteza mengi katika maisha yetu. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza ndani ya Qur'an, na anasema, ya ayyuhalladhina amanu innama khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, enyi mlioamini, bila shaka ulevi na kamari na kuabudu masanamu na kupiga ramli ni uchafu katika kazi ya shetani, basi jiepusheni navyo ili mpate kufanikiwa. Kwa maana ya kwamba hamwezi kufikia mafanikio katika maisha yenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bila kuachana na ulevi. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala aliposema innamal khamru, kuzungumzia ulevi wa aina mbalimbali. Ulevi si wa pombe peke yake, bali vilevi ambavyo vinavyotokana na vitu vya aina mbalimbali ambavyo vyenye kuathiri akili ya mwanadamu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Moja katika sababu ya sheria ambayo iliyoshushwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kulinda akili ya mwanadamu, kwani hii akili ya mwanadamu ndio chanzo cha huyu mwanadamu kufanya mambo ama matendo aina mbalimbali katika maisha yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pindi ambapo huyu mwanadamu akili yake itaathirika, basi hakikisha kwamba maisha yake yote yatakuwa yameathirika. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala, ili kuweza kuilinda hii akili, akaharamisha chochote ambacho kitakachoweza kuleta athari iliyokuwa mbaya katika hii akili ya mwanadamu. Na ndipo hapo aliposema, enyi mlioamini. Na hapa anazungumza na watu ambao wenye imani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema, enyi mlioamini, bila ya shaka ondoeni shaka katika maisha yenu katika haya ambayo Allah anakuelezeni sasa hivi: ulevi na kamari na kuabudu masanamu na kupiga ramli ni uchafu katika kazi za shetani. Hayo yote anakuleteni shetani kwenye maisha yenu, na malengo ambayo kwa nini shetani anakuleteni hayo, ili musije mkawa watu wenye kufanikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Allah anatuonya, anasema tumsimsikilize shetani,
tujitahidi kuondoka katika mambo hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatuhusia tuondokane nayo katika maisha yetu, ili tuweze kupata mafanikio katika maisha yetu hapa duniani na kesho akhira. Baada ya hapo Allah akazungumza akasema, innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha'a fi al-khamri wal-maisir wa yasuddakum an dhikri llahi wa 'ani as-salah fahal antum muntahun. Allah anasema hakika shetani anataka kutia kati yenu uadui na chuki kwa ulevi na kamari, na akakuzuieni kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala na kusali. Basi je, mmeacha? Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anatuhusia, anasema mambo manne ambayo tunahitajika kuyazingatia. Hili suala la ulevi pamoja na kamari ni katika masuala ambayo yatakayoleta ama ni chanzo cha masuala yenye kuleta katika maisha ya binadamu uadui baina yao. Lakini mbali ya hayo, Allah anasema pia ni chanzo cha kuleta chuki katika maisha ya binadamu, na mbali ya hayo itamweka huyu mwanadamu mbali na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala na sala katika maisha yake. Subhanallah, leo unaweza kumuona mtu ambaye ana heshima zake, lakini pindi ambapo anapolewa anageuka anakuwa ni mnyama. Ulevi unaathiri akili ya mwanadamu kulipokuwa kubwa kabisa. Leo tumeona familia ngapi zimevunjika kutokana na vilevi vya aina mbalimbali. Leo tumeona watoto wangapi wanakosa wazazi wa kuwalea kutokana na vilevi vya aina mbalimbali. Leo tumeona vijana wangapi wanapoteza malengo katika maisha yao, ndoto katika maisha yao, wanapoteza dira katika maisha yao kutokana na vilevi vya aina mbalimbali. Leo tumeona watu wangapi wanapatwa na maradhi ya aina mbalimbali yaliokuwa makubwa katika maisha yao, kiasi kwamba mengine yanawapelekea wao kuingia katika mateso ya aina mbalimbali, na mbali ya hayo kufikia hadi kufariki katika maisha yao kutokana na ulevi ambao watu wanautumia katika maisha yao. Una athari zilizokuwa kubwa, sio tu kiuchumi, bali hata kiakili na kiafya na hata kimaadili katika maisha ya binadamu. Tunahitajika sana kuwa makini juu hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hii pombe ni mama wa mambo yote ambayo yalikuwa ya uasharati katika maisha ya binadamu, na ni miongoni mwa dhambi zilizokuwa kubwa kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yoyote ambaye mwenye kujihusisha na pombe na ulevi katika maisha yake, basi amepata laana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku moja Ibn Abbas radhiallahu anhu ametueleza, aliyasema ya kwamba nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumza akisema, alikuja Jibril kwake na kusema, ewe Muhammad, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala mwenye nguvu na mtukufu amelaani watu wafuatao ambao wenye kujihusisha na ulevi. Anasema amelaani pombe yenyewe, wanaotengeneza hiyo pombe, wanaoamuru ama kulipa hiyo pombe kutengenezwa, wanaouza, wanaonunua, wanaosafirisha, wanaopokea, wanaotumia pesa iliyopatikana kutokana na kuuza pombe, wanaokunywa, wanaomimina hiyo pombe, wanawahudumikia hao ambao wanakunywa hiyo pombe. Subhanallah, watu wa aina 10 Allah subhanahu wa ta'ala laana yake iko juu yao kutokana na kujihusisha na ulevi. Ulevi na dawa za kulevya uharibu roho, huziangamiza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anapoteza akili yake kutokana na hivi vilevi. Mtu anapoteza mali yake kutokana na hivi vilevi. Mtu anavunja familia kutokana na hivi vilevi. Unakuta kwamba binadamu wanakosa utu katika maisha yao kutokana na hivi vilevi. Leo mabalaa aina mbalimbali yapo katika jamii ambayo yameenea katika sehemu tofauti, na ukiangalia mengi katika hayo mabalaa chanzo chake kikubwa ni kutokana na hivi vilevi ambavyo alivyoviharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema pombe ni mama wa kila uchafu. Mwenye kuinywa haitokubaliwa sala yake kwa muda wa siku 40 katika maisha yake, na akifa nayo tumboni atakufa kifo cha jahilia. Jahilia maana yake hawa ni watu ambao waliokuwepo kabla ya Uislamu. Hawa ni watu ambao walikuwa wakiabudia masanamu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba mtu atakayekufa na pombe ndani ya tumbo lake na kufufuliwa kesho akhira, basi atafufuliwa hali ya kwamba mtu huyu atakuwa miongoni mwa wale ambao walikuwa wamemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maangamizo yalikuwa makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hasara iliyokuwa kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa yule ambaye mwenye kujihusisha na ulevi na pombe katika maisha yake, na mwenye kutumia kiasi kwamba akawa
ana uraibu juu ya mambo hayo, ana addiction juu ya swala hilo. Moja katika jambo ambalo shetani huwa analifanya, hupa hivi vilevi vya aina mbalimbali majina ambayo ya aina mbalimbali ambayo huficha ule uhalisia wa vilevi vyenyewe. Unakuta watu wanaupa ulevi jina hili jina lile ili kuficha uhalisia wa jambo lenyewe, na hayo yote ni miongoni mwa mambo ambayo shetani anayafanya ili kuzidi kuwapotosha wanadamu katika maisha yao na kuwafanya wao miongoni mwa watu ambao hawatofanikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza, anasema katika moja hadithi zake, hakika watu wa taifa langu watakunywa pombe huku wakiita kwa jina lingine. Na haya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshaeleza zamani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja watu watatu ambao watakaokuja kesho akhera na hawatoingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa hao ni yule ambaye mwenye uraibu wa pombe, kwa maana kwamba mwenye addiction ya kunywa pombe katika maisha yake. Mtu huyu hatoingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo tunahitajika tuwe makini sana katika maisha yetu. Tunahitajika kuwaelimisha ndugu zetu na watoto wetu na vijana wetu katika taifa letu, ili waweze kukaa mbali na uchafu huu, kukaa mbali na maasi na mbalimbali. Leo tunaona kwamba maasi yameenea katika sehemu mbalimbali, maovu yameenea katika sehemu mbalimbali. Tunajaribu kuchukua hatua ili kuyaweza kuyaondosha hayo maovu katika maisha yetu, lakini tunakuta baada ya muda mfupi yanarudi tena. Kumbe chanzo cha hayo maovu ni huu ulevi, ama ni hivi vilevi vya aina mbalimbali ambavyo watu hutumia katika maisha yao, na hizi kamari ambazo watu wanacheza katika maisha yao ni vyanzo ambavyo vyenye kuleta uharibifu wa aina mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala anatupa tiba ya kuweza kuondosha maasi aina mbalimbali katika maisha yetu, tukuweza kuondosha pombe katika jamii zetu, na tukaweza kuwaelimisha watu wakakaa mbali na unywaji huu wa pombe kwenye maisha yao, basi bila shaka jamii zetu zitaweza kutunzika, maadili katika jamii yatarudi, heshima katika jamii itarudi, baraka katika jamii itarudi, rehma za Allah subhanahu wa ta'ala zitarudi, na itakuwa ni miongoni mwa jamii ambayo yenye kukua kulipokuwa kuzuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo tunahitajika katika maisha yetu turudi mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala azidi kutuongoza na kutuweka mbali na maasi ya aina hii katika maisha yetu na vitu ambavyo vitakavyoharibu akili zetu kwenye maisha yetu, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala awajalie wale ambao walikuwa wameathirika, awaongoze katika njia iliyonyoka na awaponyeshe kutokana na maradhi hayo ya uraibu walikuwa nayo, kwani uraibu ni maradhi yalikuwa mabaya. Na wale wenye maradhi ya uraibu wa unywaji wa pombe kwenye maisha yao wajue ya kwamba wanahitaji usaidizi, waombe usaidizi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwanza, na pili wakubali kusaidiwa na watu ambao wenye uwezo kuwasaidia, kwa maana ya kwamba watu ambao wameenda kujifunza jinsi gani ya kuweza kuwasaidia watu ambao wana addiction ya pombe kwenye maisha yao, na wakiweza kukubali hayo kufanyika katika maisha yao, basi bila shaka wataweza kufanikiwa kuondoka katika janga hili. Janga hili linaharibu vizazi na vizazi, linaharibu taifa kulipokuwa kukubwa kabisa katika maisha ya binadamu. Lakini mbali ya hayo, tusikate tamaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usije mtu akajiona kwamba mimi nakunywa pombe, nafanya maasi na mbalimbali, huyo mtu akakata tamaa mbele ya Allah. Allah anasema la taqnatu min rahmatillah. Usije ukakata tamaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah anaghufiria dhambi zote katika maisha ya binadamu ikiwa huyu mwanadamu atarudi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutubia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mbali ya hayo, tuwaelimishe watoto wetu juu ya masuala haya, na tuweze kuamrisha watoto wetu na kuwafahamisha watoto wetu kwa mapenzi juu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, juu ya madhara ya vitu hivi katika maisha ya binadamu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze katika njia iliyonyoka, na atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao watakaofanikiwa hapa duniani na kesho akhera, na atulinde kutokana na mabalaa na mbalimbali, kutokana na maasi na mbalimbali kwenye maisha yetu, na atujalie pepo kesho akhera. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.